Yuko wapi mgonjwa anayeumwa? Huyu inabidi tumchukue tumpeleke hospitalini. Yaani mume wangu anatuliza analia nini kweli? Nawezaje kufurahi? Au nawezaje ni kukaa kawaida mwanangu kwenye hali kama hii? Mwanangu kadondoka ghafla. Ghafla kadondoka, hawezi kufanya chochote, haongei. Yaani hawezi hata kujitikisa. Unasema mimi nalia nini kweli? Sawa, naelewa, lakini unatakiwa uwe mvumilivu na mkakamavu. Hapa cha msingi ni kuwaza tunampelekaje hospitalini ili akapate huduma, lakini sio kuendelea kukaa ndani na wewe unalia. Tunafanya kitu gani hapa? Tuweze mwangalie mwanangu alipokuwa kale. Mwangalie mwanangu. Basi pole mke wangu, pole. Inabidi tumchukue tumpeleke hospitalini. Usikie? Endelea kumweka huko ndani kila siku. Hello. Sio salama. Sio salama sana. Mwanangu amedondoka tu ghafla, hawezi kujitikisa, haongei, macho yamepanda juu, yani hawezi chochote. Ndio, yani muda sio mrefu ndo amepata hiyo hali. Na sijui nini shida. Unakuja? Sawa. Nakuja tu tukamsubiri hapo nje. Kwani mtu mwenyewe ni nani? Mbona afiki mpaka muda huu? Kwani wewe wasiwasi wako nini? Tuvute subira, atafika. Unajua muda unaenda na mtoto anaumwa, anatakiwa awaye hospitalini. Nalielewa. Inuka kafungue mlango, kwani usikii godi au?
Karibu mjomba. Asante. Habari za hapa? Nzuri. Shikamoo. Marahaba. Shikamoo. Marahaba. Shikamoo. Marahaba. Karibu mjomba. Asante. Shikamoo. Marahaba. Mgonjwa mwenyewe ndo yuko wapi? Hebu tokeni na mazungumzo. Tokeni na mazungumzo haya yanaendelea hapa, hayawahusu. Yaani mama kazidi sana. Yaani hata kama ni roho mbaya, roho mbaya gani sasa aina hii? Yaani kwa nini atutimue ndani? Huyo mgeni ni nani hasa hapa nyumbani kuliko sisi? Unajua kuna vitu vingine anavifanya huyo mama, anajiona yupo sahihi, lakini anakosea sana. Yaani sisi ni wakina nani na huyo mgeni aliyekuja hapa nyumbani ni nani hadi sisi anatutimua huko ndani? Yaani huyo mama mimi kanikwaza sana. Ndio maana mimi simpendi kwenye maisha yangu. Hamna kiko, usiseme hivyo. Huyu mgeni nikamleta yeye, hatujui ni nini kamuitia. Ndio maana kaamua sisi atuweke hapa nje. Sio kila kitu lazima tukijue, kakaangu, hapo ni kwa watu. Hivi jini kuuliza swali. Kwa nini baba akiwepo wageni ataje nyumbani, sasa tuambie tutoke nje? Ila baba kaondoka, mgeni kaja anatuambia tuende nje. Ana ajenda gani na huyo mgeni huko ndani? Ujue mama anazungua sana. Na sisi tuna haki zetu bwana. Yaani haijalishi kwamba yeye ndo anatulea, basi ajifanyie maamuzi ambayo anaona yeye ni sahihi. Na sisi tuna haki zetu, lazima tujue misingi yetu. Yaani huyu mgeni haswa ni nani na sisi ni nani? Yaani ana umuhimu gani hapa nyumbani kuliko sisi? Lakini kaka, tungekuwa sisi na wanafamilia, tungebaki humo ndani tukajua ni nini kinachoendelea. Lakini sisi tumeonekana sio wanafamilia, ndio maana tumeambiwa tutoke nje. Wao uone hata maisha tunayoishi hapa ni ya kutengwa tengwa. Kila kitu tunafanya kivyetu. Tunachoshukuru humo ndani tunakula, tunapo na pakulala. Haya mengine kaka hayatuhusu, tuachane nayo. Sawa hata kama mambo mengine hayatuhusu. Lakini mimi siwezi kuwa naona kuna tabia za upumbavu zinaendelea afu mimi nikakaa kimya. Yaani siwezi kabisa. Yaani nione hichi kitu hakipo sawa afu nikae kimya. Yaani mama sasa ninapoelekea mimi uzalendo utanishinda kwa sababu kuna mambo anayafanya afu mimi mtoto wa kiume kuvumilia siwezi. Yaani huyu mama anapoelekea majambo anayozidi kuyafanya, yaani mimi uzalendo utanishinda. Kwa sababu mimi ni mtoto wa kiume, siwezi kukubali kuona upuuzi unaendelea afu nikakaa kimya. Afu isitoshe sisi ni familia. Kwa nini atutimue ndani, anakuja anatutomesha mahindi hapa nje? Kaka tuachane nayo, tumwachie Mungu. Yaani kiukweli tunapoendelea, huyu mama akiendelea hivi, utakuja kumfanyia kitu achoamini. Mungu mlikuwa umenishinda. Pita, karibu.
kibebe. Mheshimiwa. Habari za siku? Salama za kwako? Salama kabisa. Jamani, siku nyingi sana. Kweli siku nyingi ese. Yaani mpaka tumesahau kusalimiana jamani. Ni muda mrefu kwa kweli. Ni muda mrefu sana. Karibu sana. Asante. Yaani umenitupa ndo yaani toka kesi yako imeisha tena. Mimi hata kusalimiwa sisalimiwi. Sio hivyo, mjini tu hapa mambo yanaingiliana, lakini siku zote yani nafikiria lazima nimeona nisipige simu. Niende tu, kama kupotea basi nipotee huko. Karibu sana jamani. Asante. Yaani mimi nilikuwa namshangaa yule Mwarabu. Alikuwa anajifanya pesa ndio kila kitu. Hajui kama kuna watu wamebobea katika sheria kama kina nyinyi hao. Asante sana, nashukuru sana. Yaani yule sema yule Mwarabu alikuwa kututikisa jamani. Ila kwenye sheria pesa sio kitu. Sheria ndio kila kitu. Mimi najua nini ninachokifanya. Kwa hiyo usijali. Yaani baada ya ile kesi tukwisha, kila mtu mazungumzo midomoni uko wewe tu. Kwa kweli karibu sana. Mimi nimefurahi kwa kweli. Vipi lakini familia? Familia iko salama, wako vizuri, sijui uko nyumbani kwako ulipotoka. Nashukuru. Kutoka kule kote salama tu. Sasa kwa kuwa nimepita kwa ghafla, mimi naomba nikuache nielekee manispaa. Kidogo kule shule kumalizia. Basi sawa, hamna shida. Nashukuru sana kwa kuja kuniona. Naweza nikapata hata hela ya chai. Bwana wewe sio hela ya chai, wewe sema lunch. Hilo mimi nalijua. Lazima nikutoe lunch. Haya sawa. Nikutakia kazi njema bwana. Haya, nashukuru sana. Sawa. Karibu. Asante. Dada samahani. Nina mdogo wangu hajarudi siku 3 mpaka sasa. Na nahisi kabisa yuko na mwanao. Mdogo wako na siku ya 3 hajaonekana. Hapa nyumbani kwangu mimi hajaja. Yaani hayupo. Na pia mwanangu yuko anaumwa. Kwa hiyo ni sio rahisi kwa naye. Kiukweli mimi nina uhakika kabisa mtoto wako atakuwa na mdogo wangu, maana ndio mtu ambaye huwa anamuona anakuja kumulizia nyumbani. Binti, nimekwambia mwanangu mimi anaumwa. Hawezi kujitikisa wala hawezi kuongea. Na nimekwambia hayupo huyo binti yako hapo unamuulizia. Ila akija nitampa ujumbe kwamba dada yake anakutafuta. Tunaelewana sijui? Basi.